i'lamu barakallahu fikum, tambueni ya kwamba unaposoma Qur'an ala thalathati aqsam, ina vigawanyo vitatu. Kigawanyo cha kwanza ameeleza Allah tabarak wa taala al-iman wat-tauhid wal-aqida. Masala ya kwanza akaelezea Allah tabarak wa taala iman, kumwamini yeye, uwepo wake, yeye ni wa pekee, hakuna mwingine anayefanana na yeye, na yeye ndo anayetakiwa kuabudiwa, na yeye ndo anayestahili kuabudiwa, kama ambavyo zimekuja aya nyingi katika hali kama hii. Na yatutosha sisi historia ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi Makkah, alipokuwa katika ardhi ya Makkah, jambo alilokuwa akilofundisha watu ni imanu billahi subhanahu wa ta'ala. Jambo la pili, Qur'an imekuja kuelezea ahkam wa sharia, tufanye vipi ibada, tuishi vipi biashara zetu, miamala yetu, min haythu al-fardhi wal-ijtima'i, kwa mtu mmoja mmoja na kwa jamii kwa ujumla. Uislamu pia umeeleza habari hii. Na aina ya tatu ni al-qusas wal-akhbaru, ni visa na habari vya watu wa kale, zama za Mtume, na hata pia baada ya kumalizika kwa maisha haya ya dunia. Allah pia ameeleza ndani ya Qur'an. Hivi ewe mja Allah tabaraka wa taala, hata Mtume pia vile vile alayhi salatu wassalam akaelezea pia kama vile Qur'ani ilivyoeleza. Akaeleza iman, akaeleza visa vya watu wa zamani, akaeleza na ahkam, namna gani tuweze kuishi maisha anayoyaridhia Allah tabaraka wa taala na kuyapenda. Miongoni mwa maneno aliyoyasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma rawahu al-Imam at-Tirmidhi min hadithi Anas radhiyallahu ta'ala anhu, سيأتي على الناس زمان القابض على دينه القابض على الجمر. Haya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aliyoshika dini kisawasawa, itakuja katika zama kwa watu aliyoshika dini kisawasawa ni kama vile kashika kala moto. Dini wakati huo fitna zimekuwa nyingi, shari imekuwa nyingi, fasadi zimeenea. Sasa yule ambaye aliyoshika dini kisawasawa, dini kwake ni chungu sana, kwa sababu ya kathratul fitani wal fasad, ya kuwa fitna ni nyingi na fasadi ni nyingi.